Uamuzi gani umefanya? Hasara gani umeenda? Gharama gani umeenda? Ya siku moja inakuwa chorus, ya one day, na hata sio ya one day inakuwa chorus. Ni gharama mara gharama mara gharama mara gharama. Asa urashibia na ugo mumaretwa tu no maretwa tu o maretwa madezi matari tendo dini wa matari na muwe neto pasare kila womoni otungata ati otungata wende ati wago titondo wakwe ati wago rutabira wago tindekeretio ati wago rutabira wago ato ni ule awirutite na kewa ni apostoli awirutite na kewa ni mwana fiure awirutite na kewa akawaliwe liwalo kufa kupona. Sina maisha hapa duniani, nipigwe na mawe nisipigwe, ninenwe nisinenwe. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama utajitoa, kama hutaenda gharama, basi utazidi kutamani vitu za madhabahu, utazidi kutamani vitu za madhabahu na sio zako. Bwana asifiwe. Amen. Utazidi kutamani na sio zako. Bwana asifiwe. Amen. Sio zako, lakini utazitamani. Kuzikula ni laana na kifo. Kaburini, sauti ya kaburi inapaswa. Bwana asifiwe. Amen. Mutigie kwa kida. Tuseme amen. Amen. Mutidage kunigereria. Dokauge kida. Wanegere yako uji. Yuaendi kuji na futa. Bwana asifiwe. Kwa hasira. Amen. Wewe ndiko ume. Bwana asifiwe. Amen. Ni nini ninatafutia amani? Ni nini ninatafutia furaha? Ni nini ninatafutia njia? Ni nini ninafiekea barabara? Ya mapito ndiyo mema. Mnasikia nikikosa kusema ukweli na haki, Mungu ataniangamiza mchana. Watu wakiona nitateswa mchana, na nikiwa na pili nitateswa usiku, na asubuhi muamke kushuhudia kile pingu imetenda. Nitasema, nitatangaza, nitaachilia, hata kana kwamba ni kwa mataifa, hata kana kwamba ni wapi, hata kana kwamba ni huko. Wanaoana wanaume kwa wanaume, nitasema na nitatangaza. Kwa nini? Wani nitanipeleka wapi? Mahali hamjawahi peleka wengine. Si hata nikifa nitaenda kwa baba yangu, nitapaa kwa baba yangu, na niende nikapumzike na nikae raha starehe. Bwana asifiwe. Lazima tutatenda kile mbingu inaagiza. Lazima tutasema kile mbingu inatangaza. Lazima tutaachilia kile mbingu inataka kiachiliwe. Wakati ninafanya hivi, ninapona maisha yako. Neno linasema sio wewe wa kulaumiwa, kuhani ndiye wa kulaumiwa, mimi ndiye wa kulaumiwa. Basi kama sitasema, kuja tukua silted, kuja ufunge mdomo wangu. Nani nitailaru? Kabla unifunge mpaka mikono. Niko na hasira. Siachini kwa kucheka. Nasikia kama nitalipuka. Nasikia kama nitachukua dunia ni mkuru
la Mungu wasiogopa. Wameshakufuru jina la Mungu. Wameshamkufuru Mungu. Yeye hatetewi na hapiganiwi. Yeye anajua kujipigania na anajua kujitetea. Bwana asifiwe. Na ninajua kitambo nikone, kitambo nitulie, kitambo nipumzike. Kuna kitu jambo, kuna jambo Mungu atatenda. Kuna jambo litatendeka. Hata kana kwamba ni dunia nzima, hata kana kwamba ni Kenya, hata kama ni kana kwamba ni hapa, litatendeka. Na mtashuhudia. Hata kana kwamba ni hapa, hata kana kwamba ni Kenya, hata kana kwamba ni dunia. Kitambo nikome, kitambo nitulie, kitambo ninyamaze. Bwana asifiwe. Na sitanyamaza kwa sababu ya kunyamazishwa. Sitakoma kwa sababu ya kukomeshwa. La hasha. Sasa nitakuwa kama mwenda wazimu. Sasa nitakuwa kama mgoroki. Hautaamini ni nini. Kwa sababu sasa nitatanikana na mapepo za kuzimu. Na hizo toka nikinyang'anyana walio wa kweli na walio wa haki na waendaye mbinguni na wenye wanastahili majina yao kunakiliwa kwenye kitabu cha uzima. Bwana asifiwe. Sitaki kujua. Hata sasa ninaharibu kazi zao, ninaangamiza kazi zao, naharibu falme zao, naangusha ngome zao. Pepo chafu katika jina la Yesu. Kwa uwezo wa msalaba, kwa uwezo wa msalaba, kwa nguvu za msalaba, kwa uvumilivu na imani, nitashinda, nitateka, nitaangusha, nitaharibu, nitapeleka watoto wa baba yangu pake patakatifu. Nitawapeleka, nitapeleka watoto wa baba yangu kwenye zizi la Jehova pake patakatifu. Nataka twende mbinguni, nataka tufike mbinguni, nataka twende kwa Yesu, nataka twende patakatifu pa Bwana, nataka twende. Hapa sio kwetu, dunia sio yetu, dunia sio yako, dunia sio ya mwanadamu. Na ina masaa yake, na ina siku zake, na ina miaka yake, na ina madakika yake. Oh, Jesus. Sio ya mwanadamu. Nani aliumba? Nani alishuka nayo? Nani alizaliwa nayo? Nani alikuwa ameikumbatia? Bwana asifiwe. Nani alitoka kwenye tumbo la mama yake akiwa amekumbatia dunia ama chochote kilioko duniani? Hapana, hakuna, 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 hakuna. Dunia yote ni ya mbingu, dunia yote ni kazi ya mikono ya Jehova. Ni dunia ya baba yangu. Kwa hivyo nitaizunguka, kwa hivyo nitaitembea kwa uweza na nguvu na mamlaka, nikitabilia shetani hana uwezo kwa wale walio watakatifu, kwa wale wanaoitanishwa na mbingu, kwa wale ambao ni wa uzimani, kwa wale ambao wanastahili kuokolewa, kwa wale wanastahili kukombolewa, kwa wale ambao wanastahili kunyang'anywa. Hana uwezo juu yao. Hata kana kwamba watainuka majoka, hata kana kwamba watainuka wanyama walio wakali sana. Nasimama kama Paulo na Sila, ninasimama kama Yohana. Kusema kutabadilishwa, kusema kutabadilika, kusema lazima kutakoma,
kusema lazima kutashuka, kusema lazima kutaanguka, lazima pingu lijitukuze na litukuzwe. Bwana asifiwe. Kwa sababu ni uwezo wake. Pingu inatafuta mtu wa kusimama katika pengo. Pingu inazunguka, pingu inatazama, pingu inaangalia mtu atakayesimama, mtu atakayeinuka ili asimame na nafasi yake, ili ulimwengu uokolewe, ili mataifa yaokolewe, ili uhai uokolewe, ili uhai ukombolewe kwa uwezo na mamlaka ya pingu. Bwana asifiwe. Mungu hataki kitu kingine, anatafuta kile kitaweza kusimama, kile ambacho kitapatwa na uchungu, kile ambacho kitakuwa na kilio, kile ambacho kitaomboleza na kisimame katika na nafasi, kisimame katika mwanya, ili pingu iweze kutawala, ili pingu iokoe watu wake, ili pingu iweze kutenda kazi, ili pingu iweze kuachilia nguvu na uweza. Sio kusema kwa sababu Yohana alifunuliwa, aliambiwa, aliwaona. Bwana asifiwe. Walionekana Yesu. Tuko pamoja? Walionekana hawa wanyama na walishuhudiwa na macho ya Yohana. Bwana asifiwe. Akaonyeshwa yale maono na wanyama wako, na wameshaandaliwa na wameshaanza kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Sikatai wako, na kila mfalme na kila madhabahu na kila roho zinatawala na zimesimama katika pengo zake. Bwana asifiwe. Lakini sio kusema hakuna neno limesema. Haleluya. Hakuna mahali imesema ati kwamba kukipatikana watakatifu walio wasafi na watakatifu walio na uwezo na mamlaka ya pingu hawawezi wakaweza kushinda hizo joka. Tunaweza zishinda. Lakini shida ya mwanadamu ni nini? Ni kuona kana kwamba shetani ana nguvu kumuliko. Ni kuogopa na kutotambua ni nani ameketi kwenye kiti cha enzi. Ni nani anaitwa Mungu. Ni nani huyo aliyeonyesha, nani huyo aliyefunua. Huwa zinatawala na kutenda kazi, kwa sababu nao ambaye ni wa upande wa Mungu wamejikosa, wamejisahau, hawajielewi, hawajifahamu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wameketi, wamelala, wameogopa. Bwana asifiwe. Wamevalishwa mavazi za uoga, wamevaa mavazi za kutetemesha, wamevaa mavazi za kutishatisha. Hapana, mimi sitavalishwa pamoja na wewe. Nimekataa. Sitavaa hilo vazi la kutishatishwa, la kuogopa, la kutii kwa shetani. Nitasimama katika pengo, na Mungu akiona vizuri aangamize hayo majoka, aangamize hayo maroho. Watu wa Mungu waokoke, kwa sababu ninajua kana kwamba tunaweza inuka sisi wote Kenya. Roho gani itabaki ikiwa hai? Ufalme mgani utabaki kutawala? Kana kwamba wingi wa utakatifu utapatikana Kenya. Roho gani zitaweza kutawala hapa Kenya? Zitatawala nchi zingine, zitatawala mataifa mengine, lakini Kenya itaangusha mataifa mengine yote. Weni walenga, weni wewe geto, weni watanemenya, weni ndio umejisahau au chielewe. Na kana kwamba umeokoka, elewa Mungu wako vizuri, jua Mungu wako vizuri, fahamu Mungu wako vizuri. Ebu jua mahali uendako, kwa sababu kama uchielewe na kama huwezi simama watu waokolewe, basi wewe haujui mahali uendako.
utashuka na utanyang'anywa na kupeana kwa wale walio na nyingi ama walio na vipawa nyingi ama zile kuu. Bwana asifiwe. Kanisa nokinya mwenene, lazima kanisa mtielewe, mtifahamu vizuri na kabisa kabisa. Lazima kanisa lijielewe, lazima kanisa lijifahamu na litende, sio kujifahamu tu. Unaweza jifahamu na usitende kile mbingu inataka utende, na usisimame katika pengo ambaye mbingu inataka usimame. Bwana asifiwe. Lazima ujielewe na ufanye kile mbingu inataka, na utende kile mbingu inataka, na uenende vile mbingu inataka, na unene vile mbingu inataka. Unajua unaanza jielewa, unaweza simama. Bwana asifiwe. Na unaweza nena, lakini unene kile ambacho Mungu hataki. Sio hicho kinaweza letea watu wa Mungu uponyaji, kinaweza letea kanisa uponyaji, kinaweza letea watu wa Mungu ukombozi. Kuna kile tunastahili kunena, kwa sababu kila jambo na wakati wake, kila neno na wakati wake. Elewa wakati ili uelewe neno la wakati huo. Bwana asifiwe. Elewa majira ili uelewe neno la majira hayo. Bwana asifiwe. Na hata mienendo ya wakati huo, hata matendo ya wakati huo, utakuwa umejiokoa, utakuwa umejifariji, utakuwa umejinua, utakuwa umejibariki, utakuwa umejiangazia, utakuwa umeachilia mwanga wa kukumulikia. Bwana asifiwe. Lazima tutende kile kinastahili kutendwa, bila kupendeleza na bila kusihi. Bwana asifiwe. Na bila kutaka kupendwa na kupendeza kwa wanadamu. Nyendelani wotiga na ndiye na nino kewito. Bwana asifiwe. Mimi niseme niende zangu, na hivyo ndivyo neno linavyoniambia. Nitakuambia niende zangu, lakini hautaniona katika maangamizi. Sitahaibishwa mchana, sitahaibishwa usiku kwa kutonena na kwa kutosema na kutangaza. Bwana asifiwe. Ni wakati wa kuokolewa kwa mwanadamu. Pasipo mtu wa kusimama, basi wataokolewa na nani? Wataokolewaje? Lazima Mungu akute mtu akiwa amesimama. Lazima pigwe ikute mtu akiwa amesimama, ili litende kazi na iweze kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu inuliwe. Kwa sababu imebaki saa, imebaki dakika, imebaki majira madogo, mlango ufungwe. Ukifungwa utaenda wapi? Bwana asifiwe. Akailazimisha dunia yote na wote waliomo humo kumwabudu huyo mnyama wa kwanza, ambaye alikuwa na jeraha la kifo lililokuwa limepona. Basi huyo mnyama wa pili akafanya miujiza mikubwa, hata akasababisha moto kushuka mbinguni ushuke duniani mbele ya watu. Aliwapotosha wakazi wa dunia kwa miujiza hiyo. Bwana asifiwe. Alipomaliza kuamrisha wanadamu, watu wote wa dunia nzima, Bwana asifiwe, aliweza kuachilia miujiza ya kufunga macho ya wanadamu, ya kuwapiga na upofu,
kuchanganyikiwa, wasimfahamu, wasimuelewe, wasimjue. Bwana asifiwe. Na ili wasijue njia iendayo mbinguni, wasifahamu njia ya kushinda ufalme wake, ya kupiga ufalme wake, ya kuangamiza ufalme wake. Lakini hiyo miujiza ni ya kuwapotosha wanadamu wa ulimwengu wote, wa dunia yote. Bwana asifiwe. Si ujichunge, si ujihadhari, siombe Mungu usikutane na ambaye wamekunywa hiyo roho, wamepokea hiyo roho, wamepatana na hiyo roho. Bwana asifiwe. Kwa sababu unaweza kumkosa yeye mwenyewe, si yako na watenda kazi. Sasa atakisha roho yake hao watenda kazi, na waanze kutenda miujiza, na waanze kutenda ishara, na waanze kutenda makuu, na waanze kutenda mengi. Bwana asifiwe. Lakini ni ya kupotosha, ni ya kukozesha watu njia ya uzimani, ni ya kukozesha watu katika njia iendaye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Wametumika wengi, wanatumika wengi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunatamani na tunatafuta kile ambacho sio uponyaji. Bwana asifiwe. Miujiza mizuri kwa sababu inaleta uponyaji wa magonjwa. Unatendewa muujiza, unapata gari. Unafanyiwa muujiza, unanunua mashamba na unatajirika. Lakini miujiza, watu wakiwa katika dhambi, watu wakiwa katika maovu, watu wakiwa katika unajisi, watu wakiwa katika uzizi, watu wakiwa katika ukahaba, watu wakiwa katika wizi, watu wakiwa hawaogopi jina la Mungu, watu wakiwa hawamheshimu Jehova, watu wakiwa hawamtambui Baba. Bwana Yesu asifiwe. Kazi bure. Hiyo miujiza haina faida, haileti furaha. Kwa sababu ndio tunapokea miujiza, ndio tunaponywa, ndio tunaokolewa, lakini kilio kinakoma, shida zinakoma, mateso yanakoma, umaskini unakoma. Si pesa zimejaa Kenya? Si uchumi wenu umeinuka sana? Wajaji umeniambia pesa zimejaa Kenya. Bwana asifiwe. Kwa nini basi hakujafanyika miujiza ya kubadilisha uchumi? Kwani hizi nguvu haziwezi tenda muujiza wa uchumi? Na kwa nini basi uchumi haubadiliki na tunatenda miujiza? Apostoli akiwa wa mbele, apostoli akiwa wa kwanza. Bwana asifiwe. Furahia wakati utatendewa muujiza ukiwa umekanywa dhambi, ukiwa umefunzwa, ukiwa umekemewa, ukiwa umerekebishwa, ukiwa umeelekezwa na kujulishwa njia vizuri. Huo muujiza una upako, huo muujiza una uhai, huo muujiza una maisha na una kudumu. Lakini kama utatendewa muujiza na uko katika dhambi, muujiza huo umekufa, hauna uhai, hauwezi kudumu. Na ndiposa unatendewa muujiza leo, kesho tena unakuta kile nilifanya leo tena labda nirudie kesho, hicho tu. Kile nilimwambia jana leo tena hicho tu, kwa sababu ni miujiza. Haina pumzi, haina uhai, haina maisha. Bwana asifiwe. Ni miujiza mitupu,
dakika hakuna. Maana asifiwe. Amen. Bado unarudi kwa kile kilio. Bado unakaa katika hicho kilio. Muujiza, acheni niwaambie habari ya miujiza ya matendo ya mkono wa Mungu. Haleluya. Amen. Muujiza wa Mungu una uhai wakati hakuna dhambi, wakati hakuna uovu, wakati hakuna kutengwa na Mungu na kuwekwa mbali na Mungu. Muujiza unadumu milele na milele. Kile umeponywa leo, kesho hakiwezi rudi, kwa sababu huwa kinakemewa na kinakemewa kabisa, kinaondolewa na kinaondolewa kabisa. Lakini Mungu ananena leo na anatimiza kesho, lakini haitaenda mbali. Na ni yeye mwenye miujiza. Maana asifiwe. Lakini mpaka sisi tunatenda miujiza ya maajabu, na sio sisi, kwa sababu ni Mungu anatenda akiwa ndani yangu. Sijui vile huwa inatendwa. Maana asifiwe. Sijui vile huwa inafanywa miujiza. Lakini kama muujiza utakuta maisha yako ni kikorogosho. Haleluya. Muujiza huwa una akili na una uhai na una mawazo. Maana asifiwe. Na una miguu na mikono. Maana asifiwe. Na una kijeti cha kukalia. Lakini kama nitakuombea na utendewe muujiza sahihi, unapotembea ufike nao kwako, uende na huo muujiza katika maisha yako. Muujiza ukute hakuna kiketi chake, huwa unaondoka, unarudi mahali umetolewa. Unapokuta uko katika hali na njia ambazo hazifai, muujiza hawezi ukatulia. Usema hapa sio kwetu, huyu sio wetu. Unachukua hatua ya kwenda kutafuta watu na unaenda kutafuta makao yao, kwa sababu huwezi toshia kwako, hauwezi tulia kwako, haujapata kiti kwako, haujapata kile ambacho kinastahili kukutikana na muujiza. Kwa hivyo miujiza ambayo tunatenda ni kama makaratasi ambayo inapeperushwa na upepo. Inakuja kwa dakika, inaenda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna walioko ndani ya Kristo Yesu na wanatenda miujiza iliyotendwa na Kristo Yesu. Lakini inapofika kwako lazima itoroke. Inapofika kwa maisha yako lazima itoroke, kwa sababu haiwezi ikastahimili, kwa sababu kuna kitu imekuta ambaye haiwezi fanya urafiki nacho. Tutendani matendo ambaye itasababisha miujiza ambaye inaachiliwa kutoka mbinguni, itafanya urafiki na maisha yetu, itafanya urafiki na maisha yako.